msaada kuniponya mateso. Kale nilitembea nikilemewa dhambio, nilikosa msaada kuniponya mateso. Usifiwe, usifiwe, usifiwe msalaba, nisifiwe, nisifiwe kaburi linalo zidi yote. Asifiwe, asifiwe nilipofika mahali pa msalaba, palinifaa sana, sitosahau kamwe. Hata nilipofika mahali pa msalaba, palinifaa sana, sitosahau kamwe. Usifiwe, usifiwe msalaba, nisifiwe, nisifiwe kaburi linalo zidi yote. Asifiwe, asifiwe usifiwe, huo msalaba wa Yesu. Tena nisifiwe, hilo kaburi la Yesu linalo zidi yote. Asifiwe, asifiwe tena usifiwe, huo msalaba wa Yesu. Nisifiwe, hilo kaburi la Bwana linalo zidi yote. Asifiwe Mwokozi. Hicho chanzo cha kufurahi kwangu, hapo ndipo mzigo ulipolitulia. Hicho chanzo cha kufurahi kwangu, hapo ndipo mzigo uliponitulia. Oh, usifiwe, usifiwe msalaba, asifiwe, oh,
msalaba kinatolewa cheti cha kuingia mbinguni, kisicho cha kanisa panapo msalaba kinatolewa cheti cha kuingia mbinguni, kisicho cha kanisa. Usifiwe, usifiwe msalaba, lisifiwe kaburi la Yesu, hilo linalo limezidi mambo yote. Asifiwe, asifiwe Mwokozi, usifiwe, usifiwe msalaba, lisifiwe kaburi la Yesu, linalo limeshinda mauti, limeshinda dhambi zote. Asifiwe, usifiwe msalaba wa Yesu, lisifiwe kaburi la Bwana kondoo, hilo linalo zidi yote. Yule bwana mjinga likwenda bila cheti, kituma ikuingia kama lionacho. Yule bwana mjinga likwenda bila cheti, kituma ikuingia kama walionacho. Usifiwe, usifiwe msalaba, lisifiwe kaburi, hilo linalo yote. Haleluya, asifiwe, usifiwe, usifiwe msalaba, lisifiwe kaburi la Yesu, hilo linalo yote. Asifiwe, asifiwe usifiwe msalaba wa Yesu, lisifiwe kaburi la Emanueli, hilo linalo zidi yote. Asifiwe, tunaimba usifiwe msalaba wa Yesu, lisifiwe kaburi la Bwana kondoo, hilo linalo kaburi limeshinda visa, kaburi limeshinda mauti. Asifiwe, asifiwe, mwambie tena usifiwe.
Alipofika langoni akaulizwa cheti cha kumwonyesha Bwana, akakutwa nacho. Alipofika langoni akaulizwa cheti cha kumwonyesha Bwana, akakutwa nacho. Usifiwe, usifiwe msalaba, zulishalo nini msionacho, kuwa kama mjinga kwa siku ya harusi, ubavuni mwa Yesu mlitokea damu, chemchemi ya uzima itakasayo roho. Usifiwe, usifiwe msalaba,
Oni mwako wewe jitai ili uingie damuni mwa Mwokozi, utafutiwa dhambi toka rohoni mwako. Usifiwe, usifiwe msalaba, lisifiwe kaburi linalo asifiwe, asifiwe Hakuna kama wewe, hakuna kama wewe, hakuna kama wewe, hakuna kama wewe, hakuna hakuna kama wewe, hakuna hakuna
Baba, tunakushukuru, ni wewe peke yako, hakuna aliye kama wewe. Sifiwe msalaba, sifiwe kaburi linalozidi yote. Ulimwenguni mwote uliumbwa kwa neno lako, wala pasipo wewe hakuna chochote kingeweza kufanyika. Wewe ni mkuu sana na nguvu zako zinatisha kama nini. Uweza wako hauelezeki wala haupimiki kwa mizani. Maarifa yako ni makuu sana, njia zako hazichunguziki, na ndio maana ukasema njia zako sio njia zetu, akili zako si akili zetu. Hakuna aliye kama wewe. Tunanyenyekea kwako Bwana, maana wewe ni Mungu mkuu sana, utendaye mambo makubwa na ya ajabu. Wewe ambaye Bwana ulituumba kwa mfano na sura yako, ulituumba tufanane na wewe. Ungeweza kutuumba tufanane na baadhi ya wanyama wengine, lakini Baba, ulituumba kwa jinsi ya ajabu na ya pekee na ya kupendeza sana. Hivi tulivyo tunasema asante, na heshima na utukufu tunakurudishia wewe. Pigie Yesu makofi mengi, ongeza makofi mengi kwa Bwana. Unaweza ukaketi kwenye uwepo wa Bwana. Praise team, Mungu awabariki sana kwa utumishi wenu mzuri. Watu wa media pia, Mungu awabariki sana. Nipende kualika na kuwakaribisha wote katika ibada hii ya asubuhi hapa KKKT usharika wa Temboni. Wale unatufuatilia kwa njia ya online TV, unaweza kushare linki na ndugu na rafiki na jamaa na mahali popote pale. Na wakati huu sasa, uliyekaa mahali, naomba mkaribishe jirani yako, mwambie karibu nyumbani mwa Bwana. Kuna mtu namkaribisha jirani alafu muangalie. Hebu jaribu kumtafuta jirani amekaa wapi, alafu mwambie karibu nyumbani mwa Bwana. Alafu mwambie jirani, mwambie jirani, sisikii sauti. Au kuna watu hapa mnadaiana. Inawezekana umekaa na mtu anakudai hama siti. Mwambie jirani, kutabasamu ni maamuzi. Mpigie Yesu makofi mengi. Tunaendelea na ujumbe wa wiki hii unaosema kukataa vikwazo vya kiroho vinavyochelewesha majibu ya maombi yako. Kukataa vikwazo vya kiroho vinavyochelewesha majibu ya maombi yako. Na tuliangalia tafsiri mbalimbali ikiwemo tafsiri mbili. Tafsiri ya kwanza, maombi ni nini? Na tukaona kwamba maombi ni mawasiliano baina ya mtu na Mungu, sio baina ya Mungu na mtu. Ni baina ya mtu na Mungu. Wewe unapomtafuta Mungu tunasema ni maombi, ila Mungu anapokutafuta wewe inakuwa ni ishu nyingine, inakuwa ni swala lingine. Haleluya. Na tukaangalia pia kwamba maombi ni mlango wa kukutana na Mungu. Maombi ni mlango wa kukutana na Mungu. Naomba umalizie hiyo sentensi, jana sikuimalizia. Maombi ni mlango wa kukutana na Mungu kwa njia ya hoja. Maombi ni mlango wa kukutana na Mungu kwa njia ya hoja. Na tuangalie kile kitabu cha Isaya mlango 43 mstari ule wa 26. Isaya 43
ule mstari wa 26, maandiko yanasema unikumbushe na tuhojiane, eleza mambo yako upate kupewa haki yako. Sentensi ya kwanza zingatia, unikumbushe. Na sentensi nyingine inasema eleza mambo yako upate kupewa haki yako. Ninachotamani nikueleze au nikuulize moja ya swali leo asubuhi. Je, Mungu anasahau? Muulize jirani yako, Mungu anasahau? Yeyote anayekwambia nikumbushe, tafsiri yake anaweza akasahau. Tukubaliane hapa, hebu tupungiane mkono. Nazungumza kwetu sisi. Nikikwambia unikumbushe swala uliloniambia, tafsiri yake ninaweza nikasahau. Na kusahau kwangu kunatokana na mambo mengi nilionayo. Je, Mungu anasahau? Muulize tena jirani yako, Mungu anasahau? Kiufupi sana, na kwa sababu ya muda wetu, Mungu hasahau. Na kama Mungu hasahau, kwa nini anasema unikumbushe? Ili uelewe kwamba Mungu hasahau, naomba tusome tena huu mstari, alafu utakuwa umepata kitu. Mstari wa 26, unikumbushe na tuhojiane, eleza mambo yako upate kupewa haki yako. Kwa hiyo kwenye kumkumbusha Mungu ni kwenye kuhojiana. Na kama unahojiana na Mungu, maana yake si jambo la siku moja, ni mwendelezo wa kila siku. Msukumo wa hitaji ulilonalo inategemea sana na kiwango chako cha kuendelea kuomba mbele za Mungu pasipo kukata tamaa. Kama una maombi ya kudipu, maana yake utaonyesha unachokiomba hauna hitaji nalo. Na hii sifa inaweza kutokea kwa mtu fulani hapa. Inawezekana ni mama, ni baba, kuna mtu au ni mtoto wako, unamwambia wamesema kuna nini, kuna tua kule shuleni ya kwenda sijui mahali fulani. Naambia hebu naomba endelea kunikumbusha tuone tunafanyaje. Lakini kimsingi ni swala ambalo unalikumbuka sana, ila unapima uone kwamba huyu anachokiomba anamaanisha au ni kitu tu amesikia tu anataka kufanya kwa sababu wengine wanafanya. Kuna vitu kwenye maisha yetu mtu nakutana naye anakuambia nikumbushe, wakati mwingine sio swala kwamba ana mambo mengi, na inawezekana na mambo mengi, lakini kadiri ambavyo una msukumo wa kuendelea kumkumbusha kwenye lile jambo, unamtengenezea picha kubwa sana ya kuonyesha una uhitaji mkubwa wa kile unachokiomba. Mtu anayekwambia nikumbushe na ukanyamaza kimya, sio kwamba inawezekana hasisahau akakumbuka, lakini pia anaweza akawa anakufikiria wewe ulimweleza lile jambo, kwa nini umekaa kimya? Yawezekana umepata msaada mahali pengine. Hebu tupungiane hapo. Wangapi wameelewa sasa Mungu hawezi kusahau? Haleluya. Okay, sasa tuendelee katika katika vitu vinavyoweza kumzuia mtu kuchelewa kupata majibu. Tuangalie baadhi ya vitu vinavyoweza kucheleweshea kupata majibu ya maombi yako. Jana tuliangalia ukosefu wa imani. Ukosefu wa imani, na ukosefu wa imani unaambatana na hofu, kwa sababu silaha inaweza kuiangamiza au kuipiga imani ni hofu, na silaha inaweza kuipiga hofu ni imani. Imani na hofu ni kama maji na mafuta, haviwezi kupatana hata siku moja. Ni vitu haviwezi kukaa pamoja, vinajitegemea wenyewe. Ndio maana ni muhimu sana kuwa mtu mwenye maisha ya imani, kwa sababu umezungukwa na hofu nyingi sana,
na Yesu akasema usiogope. Tafsiri yake ni kwamba uwe na imani. Tafsiri yake ni kwamba katikati ya mabaya, katikati ya hofu, bado amini na weka tumaini lako kwangu, usiogope. Na neno usiogope limeandikwa takribani mara 365. Maana yake kila siku unapoamka, kila siku unapokwenda, unaporudi, usiogope ni neno ambalo unatakiwa kwenda nalo. Kuna mtu anataka kuanzisha vitu fulani fulani na Mungu amekwambia anza, lakini kilichokuzuia sio wachawi, ila ni wewe katika hofu, kwamba umeogopa kuanzisha kitu, umeogopa kufanya kitu, na imepelekea sasa kutokuona mpenyo kwenye maisha yako. Na leo asubuhi ninakwambia usiogope. Mwambie jirani yako usiogope. Tuangalie kipengele namba 2, kukosa au ukosefu wa kufanya ibada. Kukosa au ukosefu wa kufanya ibada. Swala la ibada sio swala ambalo linamhitaji Mungu yeye mwenyewe afanye ibada. Tunapozungumza swala la kufanya ibada, tunazungumza sisi kumfanyia Mungu ibada, kwa sababu ibada ni utaratibu, ni kanuni katika mambo ya kiroho ambayo yameelekezwa au yamepewa mwongozo fulani fulani wa kumsaidia mtu akutane na Mungu. Na kuna sifa mbalimbali za ibada. Ili iwe ibada kuna sifa mbalimbali, ikiwemo kuwe na madhabahu, ikiwemo kuwa na sadaka, ikiwemo kuwa na kuhani wa madhabahu, ikiwemo kuwa na watu au mtu ambaye anahitaji kukutana na Mungu. Nataka udaki kitu cha namna hii, maana mwingine anauliza, sasa kama mimi binafsi peke yangu nawezaje kumfanyia Mungu ibada? Unaweza kumfanyia Mungu ibada kwa sababu wewe hapo ulipo ni kuhani mbele za Bwana. Haleluya. Wewe hapo ulipo ndani yako imejengwa madhabahu ya Mungu aliye hai. Maandiko anasema sisi ni hekalu la Roho Mtakatifu. Hakuna hekalu lisilokuwa na madhabahu. Na nielewa sawa sawa. Kwa hiyo wewe unaweza kumfanyia Mungu ibada. Na watu wengi sana adui amewaondoa kwenye kumfanyia Mungu ibada, wakifikiri vile wanavyovihangaikia vinaweza vikawasaidia kuwarudisha kwenye ibada. Ibada inahitaji mtu mwenye maamuzi. Ibada haihitaji mtu kuwa na vitu fulani fulani ili aweze kufanya ibada. Inahitaji wewe mwenyewe uamue, udhamirie ya kwamba leo nahitaji kufanya ibada. Na inawezekana nyumbani kwako na watoto, uko wewe na mume wako, uko wewe na ndugu zako, mnaweza mkafanya ibada kabla ya kwenda kulala. Na balaa ni kwamba mara nyingi sana swala la ibada inapofika, swala la ibada, watu wengi wanakuaga wazito wa kufanya ibada. Nilienda mahali fulani, nyumba fulani, sasa ni ya ndugu yangu, kwa hiyo ndio maana naongea hivi, ni ya ndugu yangu, sio ya mtu mwingine, ni ya ndugu yangu. Sasa wale watoto wakawa nasumbua sumbua, wale kasikia kelele kwamba nyinyi nendeni mkalale, sijui na nini, sijui hawasikii. Nikawaambia waite kwa ajili ya maombi. Tazame jirani yako. Kitendo cha kuambia waite kwa ajili ya maombi, tufanye ibada hapa ya maombi, kila mtu alikumbuka mlango wa chumbani uko wapi. Tazame tu jirani yako. Sasa unajiuliza, kwani ibada ya maombi ni aina ya usingizi mwingine wa kiroho au nini? Unajua, unaweza kumtuma mtu, nenda kamuite dada huko chumbani, mwambie tunataka tufanye ibada. Unayemtuma akafika kule, akafikisha ujumbe kabisa, lakini yeye akazidiwa. Kamkuta na yeye ameshalala. Mtumishi wa Mungu tayari ashapotea usingizini.
Yaani mpaka we mwenyewe ukienda mwisho wa siku unajikuta sasa kurudi sebleni unaona kama ni kutoka hapa hadi Morogoro. Unaona ngoja tu nami niende nikalale. Ibada inaishia hapo hapo. Ndio maana wengine unakuta wakati wa kula ndio wakati ambapo wanaunganisha kila kitu. Yaani jumla hapo hapo. Tumalizane hapa. Maana tukitoka mezani hatupatikani. Kila mtu kona yake. Unasikia? Sasa wewe utaombea maombi kwa ajili ya usiku. Tukimaliza shughuli zetu kwenda kulala utaombea, alafu baada ya hapo utaombea chakula. Unasikia mwingine sala iwe fupi mtumishi, sawa? Tazame jirani yako. Naambia mtumishi sala iwe fupi. Mimi nilishakutana na mtu kwenye swala la kuombea chakula, ni anaomba mpaka alimkumbuka yule mkulima. Akasema hata mkulima ameombewa. Mpaka fuso lilobeba matairi yaliyozungusha yakafikisha mzigo salama. Nikasikia mafuso mengine yanaangukaga, wateja tunakosa huduma. Hili fuso lilofikisha mchele kutoka Kela baba. Hadi dereva ameombewa. Si unanielewa sawa sawa? Uwe makini sana unapoombea baadhi ya maombi. Unaambiwa kabisa mtumishi, tunaomba maombi yawe mafupi sana. Mimi nilikutana na mtu kuombea chakula. Sasa ameandaa ugali, kaandaa samaki, sijui na dagaa na mboga fulani za majani. Sasa akasema tufunge macho tuombee chakula. Mimi nikamwambia samani, mimi ni mtumishi lakini kwa hili sifunge macho. Akaniambia sasa kwa nini mtumishi usifunge macho? Nikamwambia yani nifunge macho wakati kuna paka na dhurura hapa. Hivi kweli? Tukisema amen itakuwaje? Tazame jirani yako. Utumiage akili. Wewe unajua paka anapita hii mitaa, alafu tufunge macho kwa ajili ya kuombea chakula. Paka ungemfungia kwenye banda tungefunga macho. Wangapi wanakubaliana na mimi? Haleluya. Okay. Nazungumza nini? Swala la kumfanyia Mungu ibada. Tuangalie kile kitabu cha Matendo mlango wa 13 na ule mstari wa 2. Matendo ya Mitume mlango ule wa 13 na ule mstari wa 2. Na maandiko yanazungumza, basi hawa walipokuwa wakimfanyia Bwana ibada. Zingatia, basi hawa walipokuwa wakimfanyia Bwana ibada na kufunga, Roho Mtakatifu akasema, nitengeeni Barnaba na Sauli kwa kazi ile niliyowaitia. Nachotaka uone, basi hawa walipokuwa wakimfanyia Bwana ibada na kufunga, Roho Mtakatifu akasema. Kwa hiyo kuna wakati ili Roho Mtakatifu azungumze, unahitaji kumfanyia Mungu ibada. Unapohitaji Mungu akupe watu muhimu, watu sahihi kwenye kazi ulionayo, kwenye biashara ulionayo, kwenye mradi ulionao, unahitaji umfanyie Mungu ibada. Ibada hiyo itapelekea Roho Mtakatifu kukupa majina ya watu muhimu ambao watainuka kwa ajili ya kukusaidia. Tunakosa watu sahihi kwa sababu hatujawahi kumfanyia Mungu ibada, ile ibada ya rohoni, ile ibada ambayo tumedhamiria, ile ibada ambayo tumejitoa kabisa kukutana na Mungu. Na ndio maana tunakutana na watu ambao ni watu ambao kila siku wanatuliza. Kwa nini? Hatujawahi kumfanyia Mungu ibada. Ukimfanyia Mungu ibada, Roho Mtakatifu atakwambia sasa, kwenye kampuni ulionayo tafute fulani, tafute fulani, tafute fulani, au katika mtaji wa biashara ulionao mtafute fulani, tafute fulani. Atakusaidia kujua wapi pa kuanzisha biashara unayotaka. Atakusaidia kujua wapi mahali sahihi pa kwenda kwa ajili ya tatizo lilonalo. Yawezekana ni kesi huko mahakamani, yawezekana ni kesi mahali fulani, au ni issue fulani fulani. Mungu kupitia Roho Mtakatifu atakupa watu wa kukusaidia kwenye jambo unalohitaji msaada. Pigie Yesu Kristo makofi. Lakini inategemea na namna unavyomfanyia Mungu ibada.
Yoshua 24:15 anasema, chagueni hivi leo nani mtakayemtumikia, mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Kuna mahali nilifika nikawaambia ya kwamba wafundisheni watoto wenu, vyote mlivyo navyo havitokani tu na juhudi yenu. Juhudi ni nzuri, taaluma ni nzuri, elimu ni nzuri, ila havitegemei pia vitu hivyo. Zaidi sana inategemea Mungu mliye naye, inategemea Mungu mnayemfanyia ibada, inategemea Mungu mnayemwamini kwenye maisha yenu, kwa sababu chochote ambacho kiweze kutokea kwenye ulimwengu wa mwili kinategemea na mtu anayeweza kutoa vitu kutoka rohoni kucha mwilini. Na moja ya kitu kinachoweza kusaidia ni swala la kumfanyia Mungu ibada. Inawezekana Sauli na Barnaba walikuwa rohoni, lakini mwilini, ili uweze kukutana nao ni mpaka Roho Mtakatifu ajidhihirishe kwako, na anapojidhihirisha kwako anajidhihirisha pia na kwa wao pia, na wao wanapata mzigo sawasawa na ule Roho Mtakatifu aliokuelekeza kuwaambia jambo fulani. Pigieni Yesu makofi. Sasa kuna watu anawaambia, unaona hivi, ni kwa sababu nimesoma sana. Kama nisingesoma nisingekuwa na hivi. Sikia, kuna watu hawajasoma na maisha wametoboa, na kuna watu wamesoma na maisha pia wametoboa, na kuna watu walisoma na walikuwa na akili, lakini alipograduate akapata cheti, akafika mahali fulani hivi akapata ajali, akapotea. Mama mmoja alikuwa na mwanae amegraduate chuo fulani hivi mahali fulani, na yule kijana akawaambia familia watangulie, yeye anakuja na usafiri mwingine. Wamefika nyumbani, wanasubiri. Ona kijana mbona atokee? Wakajaribu kutafuta kuuliza nini, wakaambiwa kuna ajali imetokea. Miongoni mwa ile ajali kijana wake amefariki. Unaweza ukaelewa sasa, vyote ulivyo navyo sio kwa nguvu zako, ni kwa mkono wa Mungu tu. Kuna mtu alipata akapoteza maisha, kuna mwingine alipata kikapotea, iko kitu chenyewe tu kikapotea. Kuna mtu alipata akawa chizi, akawa akili zimemruka. Kuna mtu alipata lakini hakuwa na amani na kila alichokipata. Wewe Mungu kakupa vitu ulivyo navyo, una nyumba nzuri, unaishi kwa amani na furaha na upendo, unaanza kusema ni mimi. Maandiko anasema yule bwana mmoja akasema, sasa nafsi yangu kaa ule unywe, kwa maana vyote hivi vimetokana na juhudi zako na nguvu zako. Maandiko anasema, mpumbavu wewe, usiku wa leo wanaitaka roho yako. Kwa nini? Kwa sababu mtu yoyote, ni muhimu kufahamu maisha yako yamezungukwa na vita inayoonekana na isiyoonekana. Inawezekana shetani kila siku anakutamani akuangamize, lakini mkono wa Mungu unazuia usiangamie. Maandiko anazungumza kwamba usiku huu anaitaka roho yako. Kwa nini? Kwa sababu ulimwengu wa roho wa giza hautamani mtu anayefanikiwa nje ya madhabahu zao. Kwa hiyo wanahakikisha wanaofanikiwa labda kwa kupitia madhabahu ya Mungu aliye hai, ndio hao wanaotafutwa ili waweze kuangamizwa. Sasa ukifika mahali ukajiinua ukafikiri vyote ulivyo navyo ni kwa sababu ya nguvu zako, ndipo hapo nasikia usiku wa leo wanaitaka roho yako. Ulikuwa unatafuta mtoto ukawa unamfanyia Mungu ibada, ulipopata mtoto hufanyi tena ibada. Nisikilize vizuri, kama unaomba kupata kazi, kama unaomba kupata mtaji, au kuomba kupata biashara, unaomba kupata promotion mahali fulani, mwambie Mungu chochote atakachokupa kisiwe sababu ya kukuondoa kwenye uso wake, bali kiwe ni sababu ya kukufanya uendelee kubakia kwenye madhabahu yake. Nazungumza hivyo kwa sababu usiweke sana kipaumbele kile unachopokea kutoka kwa Mungu kuliko Mungu anayekupa kile unachohitaji, na usibakie na kile tu Mungu alichokupa
ukamsahau yeye aliyekupa, kwa sababu nguvu ya kile ulichopata hakijitegemei chenyewe, ila kinategemea na nguvu ya aliyekupa ili kiweze kuwa salama. Mungu akikupa nyumba, akikupa gari, sio nyumba ina uwezo wa kujihakikishia kuwa salama au gari kuwa salama. Inategemea na Mungu yeye kukusaidia wewe uwe salama na vile alivyokupa. Na hii ni kwa sababu chochote kinachotoka kwa Mungu nyuma yake kinakuaga na vita, lakini pia kinakuaga na ulinzi. Ili kiweze kuwa na ulinzi, kinategemea na wewe namna utakavyomheshimu Mungu na kumhitaji Mungu, hata katika comfortable zone, hata katika nyakati ambazo unaona ni nyakati ambazo hazina vita, hazina purukushani, bado unamhitaji Mungu sana kuliko siku yote ile kwenye maisha yako. Wangapi wameelewa mpaka hapa? Kwa hiyo mtu anasema, Mungu naomba nibariki nipate gari. Akipata gari ambalo lilikuwa limpeleke kanisani, ndio hilo gari analitumia sasa kwenda mahali pengine, Akiulizwa anakuambia, yani siku hizi nimebanwa kweli, yani kwa kweli, yani unajua, yani nitaka kuja kanisani lakini bana natoka hivi, eti gari bana, unajua matairi yote yameisha upepo, yani nashangaa, sijui kaona tu basi ngoja tu nibaki. Kabla ya gari, mpendwa, si ulikuwa unaita bodaboda? Ndio wale watu wanadharaugi mtu. Mwambie jirani usidharau mtu. Yani kisa tu umeshahamia kwenye nyumba yako, nyumba ina namba ya mama mwenye nyumba wakati ule umeshaifuta. Sasa unafikiri ule mama alikuwa tu na zile nyumba, kumbe ule mama pia na kampuni, na balani kwamba mwanao tena anaenda kuomba kazi kwenye hiyo kampuni. Sasa ulishafuta, kasema sasa nimetoka Misri naingia Kanani, namba ya Farao futa, nimefuta. Sio kila Farao ni Farao aliyekutana na Musa. Kuna Farao wengine wamekutana na Yusufu. Tazame jirani yako, walikutana na Yusufu. Ndio maana maandiko anasema alipoinuka Farao asimjua Yusufu, ndio balaa likaamka. Kwa hiyo kuna Farao wengine wanamjua Yusufu na watakutendea mema kwa sababu wanamjua nani? Yusufu. Na mafarao wengine wanamjua Musa, wanabifu lao. Sasa hao ni wengine. Kuna mtu Mungu kambariki, kamuinua. Kuna mtu mmoja akaniambia, ni mtumishi, sasa nimepata gari, namba za bodaboda za nini? Hii ni mikosi mingine kabisa. Nikamwambia, wewe si uliwahi kupanda hizo bodaboda? Wakati mwingine mpaka unapigaga simu za emergency, nimepata dharura, mahali popote ulipo harakisha, achana na hiyo shule yote, nitalipa hata gharama yote, uje tu nisaidie unitoe hapa. Leo nasema nimefuta. Mwambie jirani usimdharau mtu. Kama kuna kosa ambalo mtu anaweza kufanya ni kumdharau mtu, usiyeijua kesho atakuwa nani, kesho atakuwa wapi. Huyo unayemuona leo sivyo atakavyokuwa kesho. Kuna mahali Mungu amemtengenezea hivi, kuna mahali Mungu atamuinua hivi, kuna mahali Mungu atamfanya wewe uhitaji kitu kupitia yeye. Ukimdharau leo, kuna mahali utaishiwa nguvu, utaishiwa pozi la kuomba msaada. Kwa nini? Kwa sababu ulishawahi kufika mahali ukamdharau. Usimdharau unayemuona leo, kwa sababu hivyo hivyo unavyomuona leo, kuna mahali Mungu amemuweka na anamuandaa kwa mazingira ya sasa kuwa mtu fulani. Inawezekana leo anapepeta ngano, lakini huyo ndio Gideoni ambaye atakuwa shujaa katika taifa la Israeli, atakayewashindia Israeli, atakayewashindia familia yake, atakayewashindia jamii yake, atakayewashindia hiyo kampuni. Huyo ni Gideoni wa leo, anapepeta ngano, lakini mbingu lishasema huyu ni shujaa. Kama lishapitisha huyu ni shujaa, kuna majira yakifika mtauona ushujaa Mungu aliyoweka ndani yake. Pigia Yesu makofi mengi ya shangwe na vigelegele. Unamdharau huyu anaimba hapa, sauti haieleweki. Kuna wakati itafika utahitaji kusikia albamu aliyoizindua. Unamdharau huyu eti leo hawezi kufanya chochote. Kuna wakati utamhitaji yeye kuliko kuhitaji watu 1000 kukusaidia jambo lilo nao. Usimdharau mtu. Leo tunatembea, tunavaa hivi tulivyo, tunaonekana smart. Hatukuanza hivi. Mwambie jirani yako hatukuanza hivi. Mwambie jirani yako hata mimi sikuanza hivi. Unayemuona hivyo alivyokaa hivyo, hakuanzaga hivyo.
Kuna watu hawanielewi Yesu Kristo na Maria. Yaani mpaka sasa kuna mtu anielewi. Wewe unajua kule kijijini kule kuna mtu kiatu wa kuvaa ni Jumapili na tena kuwe na sikukuu maalum. Tazame jirani yako. Yaani unavaaje kiatu wewe? Kwanza mama anakukata jicho, Yesu anakukata jicho mpaka unahisi hivi mimi natembea ardhini au natembea wapi? Unabidi ubadilishe njia. Kuna mazingira ulipitia magumu. Kuna watu mlisoma kwenye vibatari vile vinavyotoa moshi. Yaani unasoma mpaka asubuhi kitoka jicho jekundu. Mtu anakuuliza hivi ulilala wapi? Leo Mungu kakusaidia, una diploma, una degree ulionayo. Mungu kakuvusha mahali. Usije kafika mahali ukajiinua. Usije ukafika mahali ukadharau wengine. Sio kila aliyeshindwa ni kwamba hana bidii. Ni kwamba eti ni dhaifu. Hapana. Sio kila aliyeshindwa ni dhaifu. Hayupo. Ila kuna namna ya vita anayokutana nayo ambayo Mungu akimuinua mahali atakuwa mtu yule ambaye unasema unajua alikuaga tu hapa hivi. Unajua alikuaga tu hapa. Alikuaga tu hivi. Alikuaga hivi. Leo eti kawa mahali fulani, na itakuwa kwako katika jina la Yesu. Simama mahali ulipo na sadaka. Tumshukuru Mungu. Simama tu mahali ulipo na sadaka yako, tumshukuru Mungu asubuhi ya leo. Na tuombe. Baba, asante kwa ajili ya ibada ya asubuhi, tunakushukuru. Tunaendelea kuombea ndugu zetu, watumishi wenzetu wale kwenye kongamano la Diocese ya Mashariki na Pwani kule Filbert Bay, kongamano la maombi. Endelea kuwakumbuka, watunze afya zao za mwilini na za rohoni pia. Lakini pia Bwana, tunaitamkia asubuhi ya leo kwa yenye baraka, yenye mafanikio. Bwana, ukatuinue na kutupigania na kutuwezesha, na tukawe watu wenye kukufanyia ibada ya kweli, na sadaka hizo kazipokee na kuzitakabali katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Na tupokee baraka za Bwana. Bwana Mungu atubariki na kutulinda. Bwana tuangazie nuru za uso wake na kutufadhili. Bwana tuinulie uso wake na kutupa amani, katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Karibuni sasa tumtolee Mungu sadaka. Kila alipopita Yesu alitenda mema. 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 Kila alipopita yeye alitenda mema. Kila alipopita Yesu alitenda mema. 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 Waponya wagonjwa. Alitenda mema. 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 Kila alipopita Yesu alitenda mema. Hata leo akipita Yesu atatenda mema. Kila alipopita Yesu alitenda mema. Kila anapopita Baba anatenda mema. Kila alipopita Yesu alitenda mema. Anatenda mema. Alitenda mema. Alitenda mema. Anafufua wafu. Alitenda mema. Alitenda mema. Anaponya wagonjwa. Alitenda mema. Alitenda mema. Anainua watu. Alitenda